Haiendani hivyo. Hata ifanye hata pasta anaenda kivyake. Hapa ni huduma tunawafanyia. Nasema Bwana na asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja yeye ndiye anahesabika kuwa kanisa, yeye ndiye anayehesabika kuwa bi harusi. Kwa hivyo kila mshirika ni bi harusi. Amen. Lakini katika kungojea kuoleka au kukutana na bwana harusi ambaye ndiye Kristo, tuko katika hali, kanisa liko katika hali ya kungojea bi harusi. Na katika hii hali ya kungojea bi harusi, nasema amen. Hapo ndipo unagundua kwamba tunamngojea kwa njia ambazo ni tofauti. Unajua, na hii imekuwa shida sana kwa makanisa. Naweka msingi tu. Hii imekuwa shida sana kwa watu wengi sana. Nimegundua kwamba kuna watu ambao mtu kwa sababu kuna makwazo kanisani anaondoka kanisa kwa sababu ya makwazo. Unajua hili ni kitu kizuri. Mtu anaondoka kanisani eti kwa sababu kuna mtu amemkwaza, au anaacha ile uhusiano wake na Mungu eti kwa sababu kuna mtu amemkwaza. Kuna kitu nataka niwaambie wapendwa. Tunapogoja Kristo, atumngojee ni wewe unayemngoja. Lakini tuko wengi ambao wanangoja. Lakini tunapongoja tuko tofauti. Na hiyo ndio kanisa linatakiwa kuelewa kwamba wakati tunapongoja Kristo, tunamngoja kwa njia tofauti. Hata kama tuko kanisani, lakini kwa njia tofauti. Wadhani ni moja. Ukiangalia hao wanawali, wanaitwa wanawali. Walikuwa 10. Na wote 10 walikuwa wanataka kuingia, au wote walikuwa wamegoja bwana harusi ili waweze kuolewa. Na waliogoja ni Bwana Yesu. Na wote waligojea kuolewa. Wote 10. Wale ambao Biblia inasema wajinga walikuwa wanangoja kuolewa, na wale wenye hekima walikuwa wanangojea kuolewa, lakini wote walikuwa mezani wakingoja Kristo aje. Amen. Wote wenye haki, wale ambao ni wenye busara na wale ambao ni wajinga, wote walikuwa katika hali ya kungojea. Amen. Na ninaona kana kwamba hawakuweza kuelewana, hawangeweza kutofautisha wakiwa mezani kwamba mimi ni mjinga, huyu ni mwenye hekima. Wakiwa mezani haingewezekana kuelewa. Na hakuna mtu ambaye angemwambia mwingine wewe ni mjinga na unamngojea kiujinga. Hakuna angemwambia mtu mwingine hivyo. Na hivyo ndivyo tunavyokaa kanisani. Tuko kanisani, huwezi kumwambia mwenzako kwamba wewe hautaenda mbinguni. Ngojea kurudi kwa Bwana Yesu. Amen. Sasa Biblia inasema hivi, katika kugoja hawa wapendwa walikuwa na mambo kama 7 iliyofanana, ambao ungeweza kuwatofautisha wakati wote wanamngoja Bwana. Jambo la kwanza ambalo walikuwa linafanana ni kwamba wote walikuwa wanawali, wao virgins. Na hiyo ungetofautisha kwa sababu mtu ili aitwe virgin ni kumaanisha kwamba ako tayari kukutana na Bwana. Na yuko sawa. Jambo la pili, wote walikuwa na ile nguo ya wedding. That garment walikuwa nayo. Katika hali ya kungojea walikuwa na hiyo. Nasema amen. Amen. Si unaona wamefanana? Na wao virgin, na tena wote walikuwa wamevaa
mavazi ya biharusi. Hivyo ndivyo kanisa linakuaga. Wakati tunaposema Bwana asifiwe, wewe tofautisha. Hata saa hii mtu umekaa hapo, wewe angalia uso, useme huyo ndiye atakayemrithi Yesu. Lakini kuna mahali utakapofika, na nitaelezea, ambapo kutakuwa na utofauti. Jambo la tatu, wote walikuwa katika ile hali ya kungoja. Hakuna mtu ambaye alikuwa na wasiwasi. Watu walikuwa wanangojea Bwana anakuja, na nafikiri kila mmoja alikuwa na ujumbe, ninamngojea Bwana. Kila mmoja alikuwa na ujumbe, na wote walikuwa katika hali ya kungojea, na wote walikuwa wavumilivu. Wote walikuwa katika hali ya kuvumilia. Unajua, katika kurudi kwa yule Bwana alikawia, lakini wote wakawa wako katika hali ya kumngojea katika kuvumilia. Hivyo hata wajinga walikuwa katika hali ya kungojea wakiwa na uvumilivu mwingi. Wajinga walikuwa na mavazi, wajinga walikuwa, jambo lingine, walikuwa na taa. Hivyo hungeweza tofautisha kwamba huyu ni mjinga na huyu ni mwerevu, kwa sababu wote walikuwa na taa, na taa zao zilikuwa zinawaka. Imagine, taa zao zilikuwa na hivi imeleta shida kwa watu. Na hapa ndipo watu wamekuwa mara nyingi, wale ambao ni Wakristo ambao hawajakuwa na ile hekima ya kuwatosha, wanakuwaga na kelele wakipointi wengine, angalia huyu si mzuri, yule amekuwa hivi. Lakini nataka niwaambie kabisa kwamba wote walikuwa na taa zao na zilikuwa zinawaka. Nikwambia jambo lingine lililowatendekea, wote walilala wakati wa kulala, kwa sababu wana wao walikawia. Wote walilala, wote wajinga walilala, werevu walilala. Na unajua hii mambo inatutendekeana wakati mwingine. Kaiwaka. Bwana asifiwe. Na nafikiri wakati mwingine unakuwa na uchovu, unajipata wakati mwingine umelegea, lakini si kwamba haupendi Yesu, lakini yale mambo yanayopata walio wabaya wakati mwingine inaweza kukupata. Nasema ukimwona mwenye haki anapitia kwenye mateso, usimnyoshee kidole kama wengine jinsi wanavyozoea. Kuna utofauti mkubwa wa mwenye haki na mtu ambaye si mwenye haki katika hali za kungoja. Na wote walisikia sauti ya Bwana. Tarumbeta ilipolia, sauti ilipoitana mbinguni, wote walisikia hiyo sauti. Naona mambo 7 ambao walikuwa yanafanana ya hawa wanawake. Nasema amen. Lakini sikiliza, wakati sauti ilipolia na wote waliamka, kwa sababu walikuwa katika hali ya furaha. Na hapo ndipo ninasema kanisa ambalo limelala. Wote walikuwa katika hali ya furaha, kila mmoja wao, lakini sauti imetawala mbinguni. Bwana harusi yuaja, ako mawinguni yuarudi. Anakuja sasa kwa sababu wote wameingia na wanamngojea, na wana mavazi, wana taa zao, wamekesha, wamegoja kwa hali ya uvumilivu. Sikiliza kilichotendeka. Wale ambao ni wenye haki na wajinga, wale wajinga na wale werevu walipoamka, walipata taa zao, kwa sababu ilikuwa leo, taa zao zinazimia. Kanisa Bwana ni osho. Amen. Na kuna mambo mengine
inatupataka Wakristo na wasio watu wazuri na wasio wazuri, inatupataka tunaona kana kwamba tuko katika hali moja. In fact, hata kuna wakati kanisa linaonekana kana kwamba ukiangalia unaona kana kwamba hakuna mwenye haki, kwa sababu ile mambo ambayo inapata watu wote inapata hata wale ambao ni waombaji wanajipata katika hali moja. Mbona ndio wewe mtu ndio amefunga kula na kunywa, lakini unapata kanisa yale mambo ambayo yametupata yanafanana. Sasa wote zao zilikuwa zinazima kwa sababu watu walikuwa wamelala. Lakini wale ambao ni werevu, na hapa ndipo tofauti ni kwa wale ambao walikuwa wenye hekima. Biblia inasema kwamba walikuwa wamebeba mafuta ya ziada. Naitwa ya ziada. Mafuta ya akiba. Walikuwa na mafuta ya akiba. Sasa waliposikia sauti na wameamka, wote wakaangalia taa zao, wajinga na werevu wakaona zinazimia. Lakini kwa sababu werevu walikuwa na mafuta ya ziada, wakaamka na wakaweka taa zao mafuta. Nao wale wajinga wakawaendea wale werevu. Lakini wakati walipokuwa wanakaa pamoja, wao wanajuana. Walikuwa wanaona sisi ni mmoja. Kwa nini wewe unaona kama sijaokoka? Kwa nini wewe unaona kama si mtu wa Mungu? Kwa nini wewe unaniona jinsi unavyoniona? Lakini tofauti ulikuja wakati wa kuweka mafuta kwa taa zinazozimia. Alipoendelea akamwambia tupeni mafuta kidogo at least. Lakini wale werevu akamwambia haiwezi kutosha sisi na ninyi. Endeni, na wakawashauri, endeni wanaouza mwende mkanunue mafuta. Lakini sikiliza, wanaenda kununua mafuta, lakini wanaharusi ambao wamegojea kwa muda mrefu yuko karibu kufika. Na kwa sababu hawezi kumngoja kukiwa na giza, hawezi kumngoja katika hali ya giza, hawezi kumngoja katika hali ya giza. Wakaondoka na wakaenda petrol station au kwa wanaouza wakanunua mafuta. Lakini wale ambao ni werevu, already bwana wa harusi ameingia katika meza ya ile ya harusi, ameingia na akafunga milango. Sasa wale walipokuwa wanarudi walipata kwamba milango imefungwa. Sasa kwa sababu wanajua ni wapi walikuwa na kanisa lilikuwa wapi, walibisha mlango na wakaongea, wakasema Bwana tufungulie, kwa sababu walikuwa na mavazi, walikuwa na taa, walikuwa virgins, walikuwa katika hali ya kungoja kabla hajafika, walikuwa na ule uvumilivu, walilala kama wao. Sasa walipopisha, sikiliza Bwana aliwaambia. Aliwaambia maneno haya, mimi si wajui. Maji wana mavazi, ni virgins, wanataa, wameenda kununua, lakini milango imefungwa. Bwana anawaambia si wajui. Baina, hebu tusome verse 11 na kwa Maina. Sikiliza vile alivyoambia. Verse 11 na 12. Baraka Maina. Biblia inasema, alafu wakaja na wale wanaowali wengine wakasema, Bwana, Bwana, tufungulie. Akajibu akasema, amni nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamuijui siku wala saa.
Amen. Na hii verse ni nzuri sana kwa kanisa. Kajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Tumpigie Bwana wetu makofi. Sasa nataka kuongea na kanisa ambao wewe mwamini ambaye ni wa leo. Nataka kuamini kwamba tukiwa hapa kanisani, wewe ni mtu ambaye unajitakasa na kasa, unangojea mavazi yako uko nayo. Hata pasta hana uwezo wa kukwambia wewe hautakuwa mrithi wa ufalme wa Mungu. Pasta hana uwezo, hana uwezo. Pasta hana mamlaka. Hata nikisimama kuhubiri, nitakuhubiria sawa pamoja na wengine, lakini wewe kuna kitu ambacho unatakiwa kukifahamu ili uwe mwenye hekima anayengoja Bwana, anayegoja bwana harusi. Ili uitwe mwenye hekima, ushirika mwenye hekima katika hali ya kugoja Bwana, kwa sababu hiyo ndio muhimu sana. Usiwe mshirika mpumbavu, mjinga. Najua ninapotumia maneno haya ni magumu, lakini imetumika na Biblia. Unajua unaweza kuwa mshirika mwenye hekima na unaweza kuwa mshirika anayegoja Bwana mpumbavu. Na haimaanishi kwamba hauna vyote vinavyohitajika. Unaweza kuwa hata unafanya kila kitu ambacho kinatakiwa kanisani, lakini umepungukiwa na kitu. Amen. Na hiyo ndio inastahili uangalie ni nini inaweza kuwa imekupungukia. Hebu tuangalie, unatakiwa uangalie risk. Leo nataka kuweka tu msingi. Amen. Kuna mambo unatakiwa kuangalia au jikague. Kitu cha kwanza, una mafuta ya kukutosha? Kwa sababu Biblia inasema katika Leviticus chapter 6 verses 12, kiweke moto wa madhabahu ukiwa unawaka. Na hauwezi kuendelea kuwaka moto wako wa madhabahu yako kama hauna mafuta ya kukutosha. Na niwaambie washirika, Bwana hatarudi wakati mnategemea rudi. Gaidi ameshokale yako. Leo unashinda. Lakini Mungu atarudi kwa wakati wako. Mungu atarudi kwa wakati wangu. Amesharudi kwa wengine. Ndio amesharudi kwa wengine. Lakini wewe siku yako Bwana atakapokuwa anakuja, je, utakuwa na mafuta ya kutosha? Tunaangalia vya checking the risk ya kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho kama mtu anayengojea mesani pake Bwana. Kwa sababu kipindi ambacho tuko nacho ni kipindi ambacho kanisa limelala, washirika wamelala. Ni kipindi cha kanisa kulala. Ni kipindi ambacho makanisa yamelala. Ni kipindi ambacho washirika wamelala. Ama mimi siongei mambo la KG Subukia, naongea kuhusu kanisa, naongea kuhusu washirika. Ni kipindi ambacho kanisa na makanisa yamelala. Na ukiangalia utaona kwamba ni kana kwamba kuna makanisa ambayo sio ya Kristo inaonekana kana kwamba ndio inayotawala. Kwa sababu wale wenye hata sasa hivi kihubiri, kuna wengine kiroho wamelala, hawaelewi kile ninachosema. Lakini ninasema hivi, hata kama tuko kwa Kenya Assemblies of God, na hata kama tunahubiriwa na Reverend, nataka niwaambie Kristo angalia narudi. Lakini angalia listi yako. Una kile ambacho kinahitajika kama mtu anayemradi Yesu. Unaweza kuwa unafanya mambo yako vizuri sana,
lakini uko katika hesabu ya wajinga, kwa sababu hujacheki your risk, uangalie ni nini nimepungukiwa nacho, kwa sababu hautapata muda wa kwenda kutafuta Bwana atakaporudi. Huu ndio wakati. Nitakaza tena, huu ndio wakati wa mtu kuangalia riski yake, kwa sababu Bwana anarudi. Na kwa hivyo wito ambao niko nao leo ni kuamsha kila mshirika aangalie riski yake, ni nini ambacho kimepungua katika riski yake. Nema leo hapo na wewe wakai na wewe kana na unafanya mambo yote vizuri na uone tu ndio kineka kufuta uone tunakubaliana ni leo tu ninakuamsha, lakini unatakiwa uelewe Bwana yuarudi. Lakini unatakiwa ucheki wa risk. Je, una mafuta ya kutosha? Una mafuta ya akiba? Kama hauna mafuta ya kutosha, Biblia inasema weka moto wa madhabahu ukiwa unawaka, iwe ni asubuhi na mapema na jioni na saa 6, moto wako wa madhabahu unatakiwa ukuwa unawaka. Hii ni kumaanisha kwamba wapendwa, nasema amen, kanisa linatakiwa liamke na liwe katika hali ya kungoja, katika hali ya maombi, kwa sababu Bwana Yesu yuarudi na yuarudi haraka. Hebu niulize, unajua Mungu, okay, mimi nilibarikiwa kuona revival ya 80s. Vile kanisa na makanisa yalikuwepo miaka ya 80, nilifanikiwa kuwa, kwa sababu mimi Mungu kwa neema zake aliniokoa mwaka wa 80. Kwa hivyo kwa neema zake niliona revival ya 80s. Na kwa neema za Mungu nikaingia Bible school mwaka wa 86. Kwa neema za Mungu nikaona revival ya miaka hiyo. Mungu amenisaidia, nimeona revival ya 90s. Nimeona revival ya 20s. Wapendwa, mpaka saa hii ninaweza kuelewa utofauti wa miaka ya 80 na miaka ambayo tuko sasa, na ninaweza kusema kwamba Wakristo walioko leo sio Wakristo walikuwepo miaka ya 80. By that time mimi nilikuwa mwanayuni. Sisi tulikuwa tunajificha kwenda kuomba maombi kila saa, kanisani kila wakati, kunena kwa lugha kila wakati, miaka hiyo ya revival. Lakini kanisa la leo limelala. Kanisa kama limetangaziwa ni wakati wa maombi, kanisa lote liliamka na Bwana. In fact, kanisa lilikuwa linahudhuria maombi 99%. Tukamtumia wale wote. Isipokuwa mama ambaye ni mjamzito. Lakini hata wagonjwa walikuwa wanahudhuria ibada wakati ibada imeitwa. Lakini leo hakuna hiyo revival. Inaenda ikiisha na waambie kurudi kwa Bwana kumekaribia. Na kanisa ni lazima licheck, uwe mtu wa kucheck ile risk. Kama Bwana ajapo, unaweza kuingia kwenye harusi yake, kwa sababu utakuwa ni ujinga mkuu Bwana arudi na usiwe mmoja ambaye atakayehesabika kwa mmoja wapo ya wale ambao wataikuwa kwenye meza pamoja na Kristo. Amen. Yaani ni kumaanisha umekuwepo kanisani, umechukua muda wako wote kuwa kanisani, umekuwa ukifanya mambo yote, lakini wakati Bwana anarudi hautakuwa mmoja wa kuhesabika kwa mmoja, kwa sababu huwa kuangalia listi yako kabla ya Bwana. So angalia listi yako. Nasema tena Bwana asifiwe. Kuna kitu ambacho unatakiwa kuangalia. Una mafuta ya akiba. Sio tu mafuta, una mafuta ya akiba. Na hii tunasema, wapendwa, kanisa linalo
mngojea Bwana. Kanisa ambalo limeamka kwenye usingizi sasa hivi ni lazima wakubali ule ujazo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu wapendwa, tusipokuwa watu ambao wamejazwa Roho Mtakatifu, ile hali yetu ya kungoja kurudi kwa Bwana hatutaweza kuijua au kuifahamu, kwa sababu atakayetufahamisha katika kurudi kwa Bwana na majira ni Roho Mtakatifu. Amen. Yetu tunaona tamwani. Ndio kama mmesikia. Hebu sikiliza hivi. Najua hii ni ngumu, lakini nimeombea Bwana aweze kuwasaidia. Amen. Umekuwa kanisani. Umekuwa mshirika mzuri. Umekuwa kwa praise and worship. Umekuwa mzee wa kanisa, umekuwa mchungaji kama mimi. Lakini hauna Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu tuliachiwa na Baba, akasema hivi, ninawaachia Roho Mtakatifu ili aweze kuwaombea na kuwafundisha haki yote. Aweze kuwafahamisha hata majira. Sasa hatuna Roho Mtakatifu. Inaachilia kwamba kanisa la leo halina mafuta ya siasa, halina mafuta ya akiba. Gabe kumuone. Ni watu wengi leo. Kinegema tuyo hawa roho de. Hata wajui mambo ya Roho Mtakatifu. Na Roho de yule. Na Roho Mtakatifu. Niwe utufundi ndani yako. Yeye hutufundisha. Niwe utumendi ndani yako. Yeye anatujui. Niwe kama anatukirelea. Anafanya tuvumilie. Bwana asifiwe. Amen. Kaiwa hiyo Bwana asifiwe. Amen. Sasa unatakiwa ucheck risk yako. Je, mimi nimejazwa Roho Mtakatifu? Ninaye Yesu, ninaye Roho wa Bwana katika moyo wangu. Je, ninanena katika lugha? Unajua usipocheka katika hiyo list, wakati wote utakapofika itajulikana wewe au kwa mwenye hekima. Na nao tumenya kwa mali. Hata sasa tunajua. Ujana ni Mkristo. Kujua Mkristo. Bodo kaka ndamo dali huko. Ambaye anakuja kanisa lakini na mimi nazungumzia hekima ya Kikristo. Si hekima ya masomo. Kwa sababu kama una degree yako siwezi kukwambia hauna hekima ya hiyo. Lakini mimi naongea hekima ya inayotoka kwa Mungu. Amen. Nasema amen. Amen. Najua hebu nikuulize, unapambanaje na challenges, changamoto zinapokuja katika maisha yako? Unapiganaje aje na hizo changamoto? Unajua kuna utofauti wa mtu ambaye amebarikiwa na kipawa cha Roho Mtakatifu na mtu ambaye hajabarikiwa na kipawa cha Roho Mtakatifu. Hawa watu ni tofauti katika kupambana na changamoto za kimaisha. Brai wewe unasikia vile nasema. Aya, moto ina Roho Mtakatifu. Na mwenye Roho Mtakatifu. Na moto tena Roho Mtakatifu. Na mwenye hata Roho Mtakatifu. Ndio tofauti. Watu wengi tofauti. Wakati wamepata shida mambo tole ya maisha ni watu wengi tofauti. Watu wengi tofauti. Acha nirudia tena. Modoya monoku mwenye wokovu none leo pamoja lakini hako na Roho Mtakatifu. Na modoya monoku na mtu ambaye ni mwokovu na ni wa kanisa lakini hana Roho Mtakatifu. Wakati changamoto mashida yamemkuta ni watu wawili tofauti. Ukiangalia Daniel, wakati changamoto ilipomjia na ikasemekana kwamba lazima waabudu miungu ingine, Daniel hakujipatiana kwa ile miungu. Are we together? Yes. Shadraka, Meshaki na Abednego, wakati moto ulisemekana utaongezewa, hawakuabudu ile miungu. In fact, hata walisema kama Mungu atatuokoa sawa, asipotuokoa angali atabaki kuwa Mungu wetu. Unaona? Nasema Bwana asifiwe. Lakini kama hakuwa na Mungu, kama Roho wa Mungu hakuwa ndani yao, hawangeweza.
Christians. Nasema Bwana asifiwe. Amen. Angalia listi yako. Kuna wengine kanisani, hata mtu alikuja kanisani lakini amekaa sana kanisani lakini hata hajaombewa kuokoka. Angalia listi yako. Ulipojiunga na kanisa, uliombewa kuokoka? Ulisema ombi la toba? Check your list. Kwa sababu unaweza kuwa kanisani na uwe mpumbavu kwa sababu kabla Kristo hajakuja au kuangalia listi yako kama uliombewa ombi la toba. Sasa unatembea kama wengine, unafanya kama wengine, lakini haujapeana, haujasalimisha maisha yako kwa Yesu. Yes. Check your list. Kabla Yesu hajakuja. Angalia listi yako na wewe ukitiki. Ikisemekana, je, nimeombewa maombi ya toba? Weka tiki. Kama uliombewa. Kama haujaombewa maombi ya toba, enda kwa mchungaji wako mwambie katika kuchecklist nimejipata kuna mahali niliruka. Hata Yesu alipoendea Yohana akamwambia naomba unibatize ili niweze kutimiza haki yote. Yawezekana huko hapa hata wakati wa ubatizo wewe uliruka kwa sababu ulijiona vile ulivyo na ukaona aibu zako ukaruka hapo huku angalia your list. Check your list. Amen. Yes. Sasa umegundua kuna watu wengi sana wanaruka hiyo. Amen. Anaruka kuombewa. Hata mtu anaanguka tu. Lakini kurudi kanisani anakuja tu na anaendelea tu. Anaendelea tu. Upe ni mjinga anayegojea. Ni mjinga aliye mesani. Unajua vile Kristo anavyotuangalia Mungu akamwambia Samueli, mimi Mungu siangaliani kama vile wanadamu wanavyoangalia. Mimi Mungu ninaangalia roho. Amen. So ukiwa na mavazi sawa, ukiwa na ile ingine sawa, but check your list. Ni nini umepungukiwa nacho? Yes. Yawezekana uangalie list yako, lakini unajiona wewe uko sawa. Najua Biblia inasema tutigaterage kusema na kiakaje. Sisahau kukutana wala nini. Wale bombe mamenyereke kama wengine wanavyosema. Eroe. Vinakia kusema ya kwani. Zile meeting zenu. Zile ibada zenu mnaendaga. Ni moja wapo ya vitu natakiwa kuangalia ndio halisi. Je, mimi uhusiano wangu na watu kwaje? Uhusiano wangu na ushirika wangu kwaje? Kwa sababu wengine walipoteza kuna mtu hawezi ushirika. Na ana sababu zake. Na tutoka kanisani hatuwezi tukasema wewe ni mtu mbaya. Tutakusifu tu. But check your list. Ati niwa ndio ndio tena. Mimi nikosa kwenda. Mimi naenda mara moja kwa wiki. Mungu ana understand. Naenda school Sunday. Our God is unamrudikishia sifa, lakini sijui kama una habari gari la kana na chimbo yake. Mungu abadiliki. Atakayo. Mungu ndio mtendea miji. Atakayo. Fanyeni hivi. Atakayo leke Bwana sifiwe. Amen. Check your list. Yes. Kwa sababu the time will come na ujinga wetu utadhihirishwa. Utakuwa dhahiri. Nasema amen. Amen. Yesu na vipawa. Yesu wewe uko sawa. Yesu anatambulikana. But check your list. Kuna aina gani ya upungufu katika maisha yako ya kiroho na roho? Kwa sababu kama hao wanawake wangelicheck ya list, ni nini ambacho wamepungukiwa nacho? Wangeendea mapema.
wangeliondoka mesani mapema, waende wakanunue mafuta, waje wakae mesani wakiwa na mafuta ya akiba. Mafuta ya akiba ni Roho wa Bwana, kwa sababu utakapolala, atakaposikia sauti wakati hawezi sikia, yeye atakuamsha akwambie, mpendwa, au Bwana yuaja. Kitu kingine nataka nikwambie katika kucheck list, kwa sababu tutamaliza na hiyo, nitahubiri 3 weeks. Katika kucheck list yako ya wale wanawali ambao wanangojea Kristo. Unajua mwanawali kuna yule anayemwandaa. Tunamwita nani? Best couple. Wanawali anakuwa na yule ambaye anamsimamia, anamwandaa. Meshaona vile wanaandaliwa. Niliandaliwa. Ninajua vile wanaandaliwa. Nimesimamia harusi kadhaa. Najua vile wanavyoandaliwa. Wanawali hakuna kitu anajifanyia, anafanyiana. Dini anatengenezwa. Wengine siku hizi wanaongezwa kanywele. Na iko sawa, ni leo. Sina shida na hiyo. Lakini ni vizuri kuangalia your best couple. Yule ambaye anakuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana ni mtu wa aina gani? Nasema kwa sababu pia anaweza kukuchelewesha. Yule ambaye rafiki yako ni mtu wa aina gani? Anaweza kukuchelewesha katika kumngojea Bwana. Check your list. Nasema tena, check your list. Amen. Angalia gauni yako iko sawa? Biblia moja alipa akasema, nikumenyera Mungu, nikumenyera Mungu, nikumenyera Mungu wiki. Oikania yoka kwa rebe haidia kwa ngutare na mao. Fungu hili nimepata. Niko ndao akiona ikemo ya kuandaa yule ambaye ni rafiki yako mara kwa mara, what kind of a friend uko naye, ni yule ambaye anakuencourage to your destiny, yule ambaye anakupunguza ule Ukristo, unatakiwa kuangalia. Na pia angalia mavazi yako kama yako sawa. Nasema tena amen. Amen. Sio tu mafuta, angalia hata mavazi, kwa sababu unaweza kuwa katika meza ya kungojea Kristo lakini hauna mavazi, au mavazi yako ni machafu. Utaenda kutafuta mtu wa kusafisha wakati ambapo Kristo amerudi. Katika Revelation chapter 19 verses 9, nataka tusome hiyo, nimalize na hiyo kwa sababu nimeweka msingi. Siku nyingine tutakuja kujenga juu hapo. Katika Revelation 19 verses 9 nasema aje? Maina amekaa chini, naye akaniambia, andika heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Na mimi natangaza tena kusema kwa hili kanisa, heri walioalikwa kwenye karamu ya harusi ya Kristo. Hawa ni heri. Nasema tena, hawa ni heri. Na tusije tukasahau. Buli fanye hivi. Amen.
tusije tukasahau. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Watu wamesahau wameokoka. Gai. Atumaalika ndio. Watu walisahau. Leo tukiremenda kanuni kanisa. Sasa jambo ambalo wamesahau kwamba wako kwa sababu ya wokovu. Hatujaitwa kanisani, tumeitwa mbinguni. Kanisani ni kushirikiana. Ni kanisa linashirikiana katika ile hali ya kungojea, kama hawa wanawali wamekaa mesani wamegojea bwana harusi. Lakini leo ninatangaza kusema amebarikiwa Mkristo ambaye amealikwa kwenye karamu. Amen. Ambaye amealikwa kwenye meza pamoja na Kristo amebarikiwa. Lakini amebarikiwa zaidi yule ambaye ameangalia listi yake. Ni nini ambacho amepungukiwa nacho? Ni nini anachokihitaji? Ni nini anatakiwa afanye ili apatikane kwenye meza moja na Kristo, asije akafungiwa hivi. Nawaombea naombea kanisa, naombea vijana wetu, naombea wamama, naombea wazee ambao ndio heri, naombea wa praise, naombea wa deacons, naombea watu wote, naombea idara zote. Nikiwaombea maombi haya, wakumbuke wamealikwa kwenye harusi ya Bwana. Amen. Na wokovu wetu unatuelekeza mahali Kristo ameenda kutuandalia mahali. Mbele tunasema pakisha kamilika juani. Sasa unatakiwa uwe mtu mwenye hekima. Nihubiri nikiwa na hekima. Ucheza keyboard mwenye hekima. Praise team anapomsifu Bwana au mwenye hekima. Si eti yeye ni wa praise, lakini si wa praise ya God. Mzee wa kanisa mwenye hekima asije akatutawala kutuongoza, lakini hapatikani na hata patikana mbinguni. Wapendwa, malengo yetu kuu yawe ni mbinguni. Amen. Usalimia mtu mwambie malengo yetu kuu ni mbinguni. Mwambie unapofanya kile unachofanya mbinguni. Na kama huwapili huyo mtu umepakana naye muondokee, kwa sababu ni mtu mwenye kiburi. Hebu mwambie mwenye ambao umepakana naye, na kama ni mtu wa tatu ondoka hapo aenda kwa mtu mwingine. Mwambie mtu ambaye umepakana naye, mwito wetu ni mbinguni. Mwambie malengo yetu ni mbinguni. Mwambie sabaha yetu ni mbinguni. Mwambie chochote unachofanya kwa ajili ya Kristo. Mwambie malengo yako iwe ni mbingu. Kuanzia leo. Mwambie ninakuombea wokovu wa kweli. Amen. Itakuwa baya tukimisi heaven. Tumekaa miaka, tumezeekea, lakini tumisi heaven. Tumejenga kanisa ya orofa, na unajua hakuna siku tunaenda kwa Bwana tumwambie, unajua hata mimi kwa moja cheli ya sasa nilikuwa chela au mimi niende nimwambie tulikuwa nani, tulikuwa 1200. Ataniambia sikujui, kwa sababu sipatikani wakati wa kurudi kwake. Malengo yangu haikuwa mbinguni. Chochote tunachofanya malengo yetu ni mbinguni. Amen. Wokovu wetu ni mbinguni. Ni mbinguni. Unajua siku ile mtafanya hivyo, utakuwa mwenye hekima. Hata ukikutana na changamoto, sema amen. Amen. Utatoroka. Na ndio wakati wote unaposwa na changamoto, wewe unakuwa mjinga wa kiroho. Ndio. Acha wakati
wakati wote ukiwa kwenye job ya Kristo, lakini unapata umekwazwa na watu ambao uko mesani na wao, ni kwa sababu wewe ni mjinga kiroho. Si mjinga hivi. Usiseme leo bishop umetutusi sana. Ni kule uwe wa kiroho. Kuna hekima na kiroho. Lemenge kaka hindi ya waki ya challenge. Na ile inaonekana wakati umekwaza. Wakati umekutana na changamoto. Hapo. Ile mrajita. Na mumenyo na nyimulita. Hata nyinyi washukuru. Endelea mundu mweka kuri yetu akeni muno. Kuna watu wenye furaha sana. Ni kweli? Lakini siku moja apate changamoto. Ukunyia mtoto yake. Uchunge mtoto wake. Mungu atuneemeshe na tuokoke vizuri. Amen. Samia mtaifa mwambie okovu ni wokovu vizuri. Unaona vile unaenda mkiulizana mtatisho hiyo unasema sitatoa. Ile kichwa ya kiroho iko na ujinga, iko na shida. Kiroho. Kwa sababu hii yote umekosea. Ufai kuuliza mwingine. Utatoa ama utatoa. Cheza kama wewe. Wewe ndio umeokoka. Wewe utaimba. Wewe utatoa. Wewe utaenda ushirika. Fulani kwa sababu hata mimi sipeleke. Kichwa na kiroho iko na shida. Ama akili za kiroho ziko na shida. Unaangalia sana. Akili za kiroho ziko na shida. Kiroho. Hiyo kila siku waambia. Lakini kiroho nimekubaliwa. Bwana awabariki. Bwana awabariki. Check your list. Angalia taarifa yako vizuri. Check your list. Angalia taarifa yako vizuri. Mwambie ya mwisho, check your list. Angalia taarifa yako vizuri. Muulize. Umecheck your list lini? Ulicheck your list lini? Madeke referenda na kare. Ulicheck your list lini? Uliangalia ile taarifa yako. Andika hapo juu. Kama mimi niandika hapo juu pasta ngari. Alafu niandike list. Yes, ni pasta ni sawa. Niko mchungaji ni kweli. Niko kwa kanisa ni sawa. Mimi ni mzee wa kanisa ni kweli. Nisha kwani tashene ni sawa. Mimi ni chama kama cheki. Ndio mwana wa RCC ni sawa. Mimi ni chama wa RCC. Check your list. Lakini angalia taarifa yako. Magi demo